Well, welcome back in His Presence online program. This is The Story, and we are back again to deliver an exclusive episode that will keep you charming, and stay tuned as we continue with the program. Kwa Kiswahili, jinsi tulivyosema, tuko naye mtumishi wa Mungu part 3. Wale ambao wako wamewatch part 1 iko pale YouTube, Facebook. Part 2 iko pale YouTube, Facebook. Na kwa sasa tumefikia part 3 and tunaendelea na mtumishi wa Mungu Pastor Grace Mikato. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Na wasalimu kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Ninyi nyote mnatufuata huko mtandaoni, Mungu awabariki sana na Mungu aendelee kuwa pamoja nani. Tuko mahali hapa pamoja na mtumishi wa Mungu Collins. Mungu akubariki sana kwa kazi mzuri unayofanya. Unabariki kupitia hii kupitia hii tunafanya hapa. Naamini kule kwenye huko nyumbani umebarikiwa. Kama vile anasema uende kutafuta part 1, part 2, leo ni part 3 ambao tutazungumzia kuhusu gisi nilivyotoka Kongo hadi kufika mahali ambayo nilielekea. Najua swali ilikuwa kwa kipindi iliyopita tuliuliza baada ya kutoka Kongo nilielekea wapi. Sijui kama watu mlijibu maswali. Asante sana. Asante. Sikuona watu wakijibu. Niliuliza swali. Sasa tulifikia mahali anafaa kutoka mahali yako. Sasa kuna Kenya, kuna Uganda, South Africa. Je, alienda wapi? Wacha tupate kujua right away, tunaingia hapo. Sasa mtumishi, hebu tueleze sasa. Baada ya kutoka Kongo, sasa safari yako iliendelea vipi? Na leo ndo tunamalizia hii safari. Usipokuwa makini utapitwa. Karibu sana. Nashukuru sana. Na nashukuru sana kwa sikilizaji na wale ambao wanatutazama kwenye runinga. Tunasema asante sana kwa sababu kuna wengi walituma maoni yao, wengine waliuliza maswali zenu ambao mliuliza itajibiwa na Mungu akitupatia nafasi, tukirudi tutakuja tu kwa session ya kujibu maswali. Asante sana. Kama vile nilivyosema, kwa majina naitwa Kilinda Mikato Grace. Hiyo ndio majina yangu. Nimeoa, niko na mke mmoja na watoto 3, na siku si mingi najua ya kwamba tuko nasubiria mtoto mwingine. Mungu abariki sana mke wangu, na Mungu azidi kumtendea mema katika baraka ambayo anabeba. Mungu azidi kumulinda. Tulimalizia habari zetu kuhusu nilitoka Kongo, nilielekea wapi. Nashukuru sana ndugu. Nakumbuka katika mwisho ya kipindi iliyopita nilisema ilibidi nichukue maamuzi nitaelekea wapi. Nilikuwa nasema niende South Africa, kuna watu walikuwa kuna kanisa ilikuwa nanisubiri huko. Nilikuwa sema niende Uganda ama nikuje Kenya. Maswali ilikuwa mingi sana. Nilikuwa najiuliza nitaenda wapi, lakini nilipokaa nikasema kabla ya kila kitu lazima uulize Mungu. Na ndio maana ningeliomba pia wale ambao wanatutazama, ndugu yangu, usiwahi fanya kitu bila kuuliza Mungu. Ni jambo muhimu sana kuuliza Mungu kwa kitu nataka nifanye. Uniongoze nifanye nini? Mimi niliona ni vema niulize maongozi, kwa sababu naweza elekea mahali ambayo sio mahali mzuri na ninaenda kupotea. Ilibidi niulize Mungu. Nilienda sehemu ambayo inaitwa Sange. Nakumbuka hiyo wakati kuna Sange, kuna Sange iko Kongo. Nakumbuka niliambia watu ile wakati huduma yangu ilifunguka rasmi katika kuhubiri, na mali ambao nilibarikiwa kuwa mwinjilisti ni Kongo, mali inaitwa Luvungi, katika kanisa inaitwa Matumaini. Hapo ndipo nilianza. Baadaye pale nilitoka Matumaini nikaelekea kanisa inaitwa FMC, Église de Vie des Missionnaires au Congo. Hapo ndipo niliendelesha huduma. Sasa ilifika wakati nitoke Kongo, nibadilishe mazingira, niende mazingira tofauti, lakini nilipendezwa sana niulize Mungu amekubali nitoke, na kama amekubali nitoke nielekee wapi. Ndipo kuna watu wengine wanasema kwa sasa hatuna muda ya kuomba kwenda kuona wanabii. Inawezekana.
Mpendwa, inawezekana kutafuta, kwa sababu ukisoma hata maandiko, watu wa zamani walikuwa wakitaka kufanya kitu, wakati mwingine wanaenda kutafuta Mungu awaelekeze, ama na mara mingi walikwenda kutafuta Mungu kupitia wanabii wake. Sasa na mimi nilikaa nikasema ni vizuri, kuna nabii mwingine alikuwa anaishi mbele kidogo ya mahali inaitwa Sange. Ukitoka Luvungi ukielekea kama vile kunaelekea Uvira, anajua wengine Kenya watakuwa na ngumu kidogo wa kujua lakini wale ambao weko Kongo wanajua hiyo sehemu. Nasema ukitoka Luvungi village ambao nilikuwa kwabo na baba yangu, ukielekea Uvira, hapo ndipo kuna sehemu inaitwa Luvungi, Sange iko katikati hapo. Nikaenda hapo, kuna mtumishi mwingine alikuwa hapo, nikaenda hapo, nikaenda kumwona, nikamwambia mimi niko na safari, nataka nielekee, nataka nibadilishe mazingira, nitoke Kongo niende nje ya Kongo, lakini nataka Mungu aniongoze nielekee wapi niende kufanya. So ilikuwa inabidi niende kufanya huduma na niende mambo yangu vingine ya kimwili. Yule mtu wa Mungu akaniangalia akacheka. Sikujua kwa nini alicheka. Akaniambia, mimi naona utaelekea Kenya. Hapo ndio nilipata maongozi ya kuelekea Kenya. Ni vizuri ndugu, wakati yote utafute Mungu akuongoze. Ndiyo. Na wakati mwingine ukiona, kwa sababu wakati mwingine wanasemaka mganga ajigange. Wakati mwingine tafuta msaada kwa wanabii. Uliza maswali. Daktari hawezi jidunga sindano. Mganga ajigange. Hata wanabii wakubwa, wakati mwingine unaweza kuwa uko nabii, lakini kuna vitu vingine vyako Mungu hata kuongelesha. Atapitia mtu mwingine akwambie, mtumishi, siku hizi iki. Wakati kuna wale watu ambao wana huduma, hataki kuona watu wengine, mimi Mungu atasema na mimi peke yangu. Sio vibaya, kuna watu Mungu anasema nao direct. Na kuna watu wengine wanaomba waambiwe kupitia watu wengine. Tunaona hata safari ya Paulo, maandiko yanasema walipokuwa katika maombi usiku, kuna nabii mwenye aliinuka pale akagusa mkaba wake, akasema mwenye hii mkaba ataenda, watamfunga, atapigwa paka atauawa. Na hivyo ni kama pia mfalme Sauli pia wakati alipoteza punda angefanya bila kuuliza nabii. Alikuwa anauliza nabii, naenda vitani, unaona nitashinda ama sitashinda? Hali haitakuwa. Ukikumbuka hata wakati wa punda baba yake ilipotea, kuna mtumishi wake alimwambia, mahali hapa kuna muonaji, twende tumuulize punda imepotelea wapi. Ni vizuri kuconsult Mungu wakati yote maisha yako. Unataka kufanya vitu, tafuta Mungu. Kama utamtafuta kipekee sio vibaya, lakini pia kuna wanabii, uende kuona wanabii. Wanabii wa Bwana iko, ingawa leo watu wanaanza sema wanabii washakaisha. Kuna wanabii wako wenye Mungu anatumia kwa ajili ya kukupatia orientation fulani. Mimi mwenyewe niko mtu ambaye niliuliza, na kwa sababu niliuliza kuna result ambayo niliona kwa kuuliza. Nilienda kwake, akanambia naona kuende Kenya, elekea Kenya, na uko Kenya itakuwa sawa. Lakini aliniambia jambo ambalo sikuwa kina sawa. Akanambia, ninaona unaenda Kenya, unafunguliwa milango ya kuanzisha biashara. Naona biashara inapanuka, unafungua maduka. Hiyo maduka ukuwe makini sana, itakurudisha nyuma. Nikasikia hivyo, nikasema hivi mimi nilikuwa natafuta mambo ya kujua nitaelekea wapi, mambo ya maduka na mambo mengine mimi sijui. Nakumbuka pia hiyo wakati tuna mtu tulitaka kusafiri naye. Kwa sababu mimi kukuja kwangu hapa Kenya nilikuja na ndugu zangu wengine, lakini kuna sister yangu mwingine nakumbuka tulitaka kuja naye, na ndio maana ni mzuri kuuliza Mungu katika vitu vingine. Nakumbuka wakati ambao tulichukua maamuzi, tukasema tutakuja na mtu mwingine, na huyo mtu tulitaka kuja naye, Mungu akaniambia kuna mtu unataka kwenda naye, usiende naye. Huyo mtu ukienda naye labda anaweza kuja kwa kikwazo huko mbele ama kuja shida. Ndio maana naambia watu wengine, wakati mwingine kuna watu unataka kutembea nao kwa safari, uliza Mungu. Kwa sababu nilikuwa na ndugu zangu walikuwa wengi, lakini ule mmoja wakaniambia usiende na huyu, ukijaribu kwenda na huyu utapata shida. Unajua hata Yesu mwenyewe kwa safari yake alichagua. Na alishinda mlimani. Ukisoma hiyo maandiko nasema usiku mzima alishinda mlimani. Asubuhi ndio akaamuka akakuja kuchagua. Akachagua.
Na hata wewe au marafiki uko nao, sijui ni kina nani au uko nao, lakini au marafiki ambao uko nao, chunguza vizuri. Ulimjua vipi? Je, unajua maisha yake? Je, unajua tabia zake, hali yake? Ama mlipatana tu na mkaanza kuwa marafiki? Lazima ujue, je, huyu mtu ako na nia ya kimaisha? Je, tukiambatana naye vitu vitaambatana kweli? Ni vizuri sana kuchagua rafiki. Hata Yesu alichagua rafiki. Ilifika mahali alikuwa anatembea na wanafunzi wote, kuna mahali anafika anawaacha, anachukua watatu, anapanda nao, anafika mahali tena akawaacha, anapanda sasa peke yake. Hivyo ndio inafaa ikue kwa maisha. Si kila mahali ni marafiki. Hata yule unampenda zaidi, inafika mahali unasema sasa utaningoja hapa, hii ni yangu, hii ni shida yangu. Ni kweli. Chagua rafiki vizuri, chagua na uulize Mungu kuhusu watu unatembea nao. Nakumbuka hata Ibrahimu hivyo alitembea na Loti. Hakuna mali maandiko yanasema ya kwamba atembee na Loti. Na napenda hiyo historia. Historia yao yenye licha ya mmoja kuenda, ile urafiki na ule upendo, anaweza rudi kumlilia Mungu na waambie kwa sababu ya Biblia inasema wakati Mungu aliharibu Sodoma akakumbuka maombi ya Ibrahimu. Hakukumbuka Loti, maombi ya Ibrahimu. Lakini kuna sehemu nataka nigusie kuhusu Ibrahimu na Loti. Maandiko yanasema ilifika wakati Ibrahimu alikuwa anapenda kutembea na ndugu zake. Lakini ilifika wakati vurugo inaanza. Nasikia sasa neno ya ajabu inakuwaka hapo, vurugu wa mifugo. Sio Ibrahimu na Loti ndio walipigana, lakini wachungaji wa vifugo vyao, watumishi wao, wafanyakazi wao. Wakati walipigana, Ibrahimu aliambia Loti kitu moja: chagua, ukienda mashariki nitaenda kusini, mimi kwenye utaacha ndio nitachukua. Lakini ona sasa kitu ya ajabu. Maandiko inasema Ibrahimu alipotengana na Loti, Mungu akamwambia inua sasa macho utazame. Yani wakati yote Ibrahimu angibaki na Loti, kuna vitu Mungu angemfunulia. Kuna vitu angejua. Kwa sababu kuna watu wengine tunabeba, wanatufungia vitu vingine Mungu anataka kutufunulia. Kuna marafiki wengine anaweza kuwa naye Mungu akikubariki atakuua. Sasa Mungu anapenda uachane na yule rafiki juu afungue baraka zako. Hii hatukwambii tukiwa na furaha. Hii hatukwambii tukiwa tunacheka. Kuna marafiki, chunguza kabisa. Kwa nini ukiendelea kuwa nao hautabarikiwa katika maisha yako? Wachana na yeye. Kama kweli unaona hii ndio, labda yeye sio shida. Unaona hata Lot hakuwa shida. Wafanyikazi ndio walikuwa shida. Kila siku kuleta maripoti. Kuna rafiki, chunguzana na wao. Sio kila kitu unawaambia, sio kila kitu unawahusisha. Sio kitu yako yote unaambia. Hujui rafiki uko naye. Na mimi Mungu aliniambia usiende na huyu. Na kuruhusu kwenda Kenya na hawa wengine, lakini huyu usiende naye. Nikasema asante Mungu. Nikarudi. Tena shangaa siku nyingine natoka kwa huyo nabii, nilikuwa na mama mwingine alikuwa anaitwa Mama Shadia, alinisaidia sana kwa mambo na maombi. Nikafika kwa Mama Shadia, nakumbuka ilikuwa Christmas. Nikakutana Mama Shadia, kanambia, "Wewe unaenda Kenya?" Nikamwambia, "Unajua Jase, naona Kenya, naona juu yako wanaandika Kenya." Hapo ndipo nilianza kuandaa safari ya kuja Kenya. Nilipokuja nikaanza safari. Nakumbuka mbele ya kuja nilienda aga mama yangu, nikawasalimia kwa sababu mamangu anaishi Lubumbashi huko Katanga. Ilibidi nikuje sasa, nikaanza safari. Tukaanza safari, sitapiga story sana juu ya njiani, lakini nataka niseme huduma yangu hapa kwa sababu nilitoka Kongo nikiwa mwinjilisti ambao nimeombewa kwa kanisa ambayo inaitwa Matumaini. Hapo ndipo niliombewa kwa kanisa ya Matumaini, na mchungaji wangu hapo alikuwa mchungaji Safari. Kwa wakati pia ni vizuri kucheka. Umesema kanisa ilikuwa inaitwa Matumaini. Nikakumbuka venye watu wanapatia makanisa majina huku nje. Kwa friend tunasema denomination. Denomination. Unapata kanisa inaitwa jina fulani yenye hata ukiangalia wasei jina kweli. Unasikia mtu anaitwa the Rock of David. Unasikia ni juu ya Daudi tena. Kanisa iko na jina inakaa sentesi. Jesus Healing Miracle Service Come Go Free Pentecostal Church. Jina atuseme ya kwamba tunachekea majina makanisa. Tunasema tu ya kwamba kuna zile makanisa unakutana jina inaanza jina Kitale inaishia paka Nairobi. Na nimependa hiyo kanisa inaitwa Matumaini. Hiyo ndio kanisa nilikuwa inaitwa Matumaini. Hapo ndio nilibarikiwa, nikaombewa kuwa mwinjilisti. Acha tuingie sasa wakati nimefika Kenya. Nilifika Kenya na wandugu zangu. Mali ambao nilianzia huduma hapa ni sehemu inaitwa Kakuma.
Kakuma ni huko Turkana country, huko kwenye wanaishi wakimbizi. Kuna mtu ajui najua kuna Mkenya fulani hapo ajui Turkana, Kakuma. Sasa hii jina iko ngumu. Ni kwetu amefika Kenya Kakuma mali naitwa ni Kakuma camp, mali ambao wanaishi Waturkana huko Turkana country, huko kambini. Hapo ndipo nilifika. Nilipofika huko kweli Mungu ni wa ajabu. Nakumbuka nilikwambia, nabii aliniambia unaelekea Kenya lakini utafunguliwa neema ya biashara. Ukuwe makini kwa sababu hiyo biashara itakurudisha nyuma. Nilipofika Kenya nilikutana ndugu yangu mwingine anaitwa Espoir. Huyo ndugu yangu tulipokutanana naye alikuwa na duka yake kidogo. Hapo wakati nilifika niku kwanza nasoma mazingira, hii mazingira iko aje? Tukakuwa pale wakati mchache kuna kanisa ingine. Huyo mchungaji wangu alikuwa anaitwa Safari. Kumbe naye alikuwa ashatangulia Kenya. Sasa wakati nafika wao walikuwa kwa kambi inaitwa Kakuma. Mimi nilikuwa kwa kempi ya wakimbizi inaitwa Kalobeye, kwa sababu tuko na kambi mbili huko sehemu ya Turkana. Kuna Kakuma na kuna Kalobeye. Nilipofika hapo huyo mchungaji nilipofika kwanza tulikuwa na warafiki yangu, kuna ndugu anaitwa MG Mapenzi. Tukakuwa hapo, tulikuwa na ndugu mwingine anaitwa Axon, tulikuwa na ndugu mwingine anaitwa Diedone. MG Mapenzi namtambua. Ni huyo kijana YouTube pale MG Mapenzi. Tutamwona huyo kijana anaongelewa. Tulikuwa na wale watu sehemu moja, tulikuwa nao katika reception huko, kwa sababu wanapokea wakimbizi kwa reception. Tukatoka hapo tukaelekea pia tukakaa nao, wakatuweka sehemu moja. Tulikuwa naishi mali moja kwa matenti hapo village 2. Hapo ndipo tulifikia kuingia kwa camp. Tulipoanza hapo kuna ndugu mwingine anaitwa nilisema Action. Hiyo ndugu tulikuwa hapo tukasema sasa siku hizi kambi juu hiyo kambi ilikuwa kama vile ngali mpya. Tutaenda kanisa gani? Tuanzishe kanisa hapa kambini. Tuanzishe kanisa hapo kwenye tulikuwa hapo. Kulikuwa makanisa zingine hapo. Tukasema hivi tunafika hapa sehemu wanatuweka hapa kwa matenti. Tuanzishe huduma hapa. Sasa kaniambia tutaanzisha ile. MG naye alikuwa muimbaji. Nikasema tuanzishe hapa tu, hatuwezi kaa hapa bila kwenda kanisa bwana. Tukakaa hapo. MG akakuwa pale anakuwa muimbaji pale. Ndugu Action akakuwa mtu akutupigia ngoma. Tulikuwa na ndugu mwingine Dieme. Akakuwa pale pia katika. Tulikuwa na rafiki yetu mwingine alikuwa anaitwa David akasema pastor mimi nitakuwa mweka hazina. Yeye alikuwa anapenda akuwe mweka. Tulikuwa vijana tu tukasema tuanzishe hii kitu. Nakumbuka tuliingia Sunday ya kwanza, hata niko na ndugu yangu ambaye aliniambia anaishi Denmark. Akamwambia ninasikia unafungua kitu pale nikutafutie tu pesa ununue instrument. Nikamwambia hapana, ni hivi vitu tunashikilia kwanza kwa sababu bado hatujajua mji. Tunasema tu hatuwezi anza kukaa hivi Sunday kwa sababu ilikuwa nafika Sunday mnakaa tu nyumbani. Na unajua venye Jumapili sijui unajisingi vipi ukikosa kama unakosa ibada. Kama unasikia Jumapili ya ukosi amani kwenda ibada, wewe umeshikwa. Umeshikwa mateka. Yaani unaweza kaa tu kwa nyumba uko tu sawa, unajua kanisa inaendelea. Sijai kwa sawa. Na kuna wale ambao weko na imani nyingine ajabu siku hizi na haribu watu. Asema kanisa ni moyo wangu. Mungu atanisikia hata nikiwa nyumbani siendi kanisani itasikiwa. Wewe umetegwa matega. Maandiko inasema msikose kukusanyika kama inavyokuwa desturi ya wengine. Bwana Yesu Kristo sio bure aliacha kanisa. Sio bure aliacha kanisa. Alipenda watu washirikiane, watu waingiane, wakae pamoja. Hata wakati alikuwa anaenda akawaambia ninaenda lakini si ati kila mtu akae ndani yako. Mwende mnisubiri Yerusalemu. Ukae pamoja. Na wakati Roho Mtakatifu ilishuka ilikutana wakiwa pamoja. Watu 120 walikuwa pamoja wakiimba wakiabudu. Hapo ndipo Roho Mtakatifu iliwakutana. Hawakutawanika. Na mara mingi napenda kusema kwa hiyo hadithi ya kwamba najua kama hiyo hali ya kungoja hatukuambua muda, lakini inaweza kuwa ilichukua hata masiku, mawiki, inachukua siku kabisa. Sasa
hiyo hali ya ushirika, naamini hao watu waliongeleshana. Yes. Hao watu walijuliana hali. Hao watu walifahamiana kimaisha kabisa, walifahamiana kwa kila jambo. Yes. Na huo ndo utamu wa ushirika, na Yesu alikuwa na sababu ya kuacha watu wakae ushirika. Na hata kanisa la kwanza la Matendo ya Mitume hapo sura ya 2 hapo utaona gisi walikuwa na ushirika. Hakuna siku Yohana alikaa kwake akasema leo sitaenda kanisa, nitaangalia prophet kwa TV. Halo Paulo. Mimi leo sikuji niko nafua nguo. Ambia Daudi anishikie hapo. Kisha naambia mwenzako tuko pamoja kiroho. Leta hiyo mwili. Sijua kitu moja, mwili bila roho hiyo ni maiti. Na roho bila mwili ni mzimu. Hawezi kuja hapo kutuambia roho yangu tuko pamoja. Ndugu yangu tuko pamoja wale wapenzi wa tuko pamoja kiroho tunawasalimia, lakini badilika. Hiyo mwili yako pia inahitajika kuko kanisani. Wewe ambaye ushakuwa na waprofeti kwa TV, auendi tena kanisani, unakaa kwa TV Sunday inafuata profeti wangu kwa TV. Acha hiyo tabia. Tafuta Mungu, kanisa na ushirika inahitajika. Kuna baraka kubwa watu. Biblia inasema tazama, hiyo Zaburi ya 133 nadhani. Tazama gisi ilivyo vema na kupendeza wandugu kukaa pamoja kwa umoja. Sasa wewe unajitenga, anasema kwa wakikaa pamoja kwa mania mamoja. Biblia inasema kwamba inakuwa kama mafuta inaoshuka kwenye kichwa cha Haruni, kwenye ndevu mpaka kwenye pindo la vazi lake. Na hapo ndipo maandiko yanasema, na hapo ndipo mwanga na Mungu anaamuru baraka. Unajua kuna siku ile tutakuja kufundisha kuhusu faida ya kufanya ushirika, faida ya kukusanyika. Hivi tu unaonaka watu kanisani wanakusanika, kuna faida 7 ambao watu wanapata katika kusanyiko. Tutakuja kuifundisha Mathayo 18:18. Yes. Na chochote mtakachokubaliana kitakuwa. Amen. Hapo ndipo sasa tukasema tusikae hivi. Tuanze huduma. Tukaanza hapa na mchungaji wangu mwenye alikuwa mchungaji wangu Kongo, Pastor Safari. Akapigia mchungaji mwingine hapo Kalobeye. Akamwambia kuna kijana wangu iko hapa, ni kijana mzuri, mtafute huyo kijana akuje kanisani ili muanze kushiriki naye. Sasa pale kaka yangu pia mwenye iko Denmark anaanza niambia, nikutumie pesa ununue vyombo uanzishe. Nikamwambia hapana, usikue kwanza, mimi ndio kufika ningali nasoma hali ya mazingira. Hapo kuna ndugu yangu anaitwa Espoir Hope. Akanipigia akasema, pale mnaishi aje? Mimi hapa Kakuma niko na biashara ya manguo ninafanya, nachuruza manguo ya mtumba. Nikuwa na kutumia manguo ingine nusu, ukwe nauza hapo. Kwaona gisi mtakuwa napata hata hiyo 100, pesa zingine unaanza nitumia. Biashara ndo hiyo sasa. Biashara ikaanza. Hapo sasa akakuja akatuma mzigo ya kwanza. Pale Kakuma tukaanza fanya, pale Kalobe tunaanza fanya biashara kutembeza nyumba kwa nyumba. Tunatembeza hii manguo ya mitumba tu, tunatembeza tukilalamika manguo na mamimbo tunatoa juu watu tuko nunua. Tukaanza fanya hiyo biashara. Tukaendelea vile. Katika hiyo biashara nikakuja sasa kukutana huyo mchungaji anaitwa mchungaji Taba, anaongoza kanisa la Grace Communion International Church wa Village 1. Hapo watu ambao wanajua Kalobe tuko na village 3, kuna Village 1, Village 2 na Village 3. Sisi ile wakati tulikuwa naishi Village 3. Itabidi siku nyingine arudi atueleze tu kuhusu maisha ya kambini. Yes. Inavyokuwa. Yes. Wengine wetu tuko Kenya na tuelewi vitu zinaendelea. Kuna watu wanakaa kwa jua. Sasa jua inapiga watu. Atarudi atuambie tuongelele kambini. Yes, maisha ya kambini. Kuingia, mtu akitoka wapi, venye anafika, maisha ataishi. Tutakuja kuongelea. Maana sababu in the story na tuko kwetu. Lazima tuelewe. Na nakumbuka hata juzi palikuwa maandamano huko. Watu wanalia chakula hakuna. Waliondoa watu walikuwa wanapokea zamani mafuta, sasa isiondolewa. Watu inakuwa kupokea vitu inakuwa shida. Maji watu wa Kalobe Village 1 Village 2 hakuna maji. Naona watu weko walikuwa wanafanya maandamano, hata kwa bahati mbaya
kuna watu walishutiwa na polisi kwa sababu ya kufanya maandamano ya kusema wanahitaji chakula, maisha inakuwa magumu huku. Mungu asaidie wa ndugu yangu ambao wako kambini, Mungu awape nguvu. Najua Mungu hata waachilia. Usikose wiki ijayo. Yes. Tutakuja na kuongelea maisha tena. Wakiwa wawili. Yes. Maisha ya kambini tutaongea. Yeah. Na maisha pia hata ya kiroho ambayo iko kambini tutaiongelea. Next week usikose. Yes. Nikafika hapo nikakuja kutafutiwa na mchungaji Taba. Akanambia, mpendwa, mimi wananituma kwako, ananiambia ya kwamba wewe ni mhudumu, kuja tufanye kazi. Nikasema kuna shida. Nakumbuka ile wakati tukaenda tulikuwa ni MG tunatoka naye mbali mapenzi. Hapo MG akanambia mahali utaenda na mimi nitakuwa. Hakuna sehemu ambao ninaenda ninaacha MG, tangia tuko Kenya. Mara mingi tukienda sehemu MG tuko naye. MJ akanambia nitakushika mkono. Tulianza na ndugu yangu mwingine alikuwa anaitwa David. Kwa sasa sijui David anaishi wapi. Tukaenda kule, nikaambia vijana twende, tukaanza huduma hapo. Tulifika hapo Grace Communion Village 1. Kanisa ilikuwa bado ingali ya, tulikuwa na hema, tulikuwa unajua hema, tent. Kanisa ilikuwa nafungwa bado tent. Ilikuwa mnalamuka asubuhi, mnaenda kuchukua tent na miti. Munachimba mashimu, munaweka miti, munaweka tent. Hiyo vumbi ilikuwa hapo, haikuwa ya mchezo. Wanduku, sioni makanisa zingine zinasimama hivi, kanisa inatoka mbali. Amen. Huduma ianzake, labda kuna wale watu wanapenda akianza huduma mara moja kwa huduma kubwa, ianze kuwa na magari. Huduma inaanza pole pole. Ni safari, hatua baada ya hatua. Yes. Unaweza anzisha na sio wewe utakuwa na hiyo gari hapo. Hapo sasa unaanzisha na wengine ndio wanakuja kubarikiwa hapo. Nyuma baada ya wewe simu wako ukishaisha. Yes. Hapo ndipo tulianza. Ilikuwa inabidi sisi tulikuwa naishi village 3. Tunatoka village 3 na miguu kwa sababu kuna distance. Inabidi tuamke asubuhi, tuwai mapema. Tufike tuanze somba viti. Viti ilikuwa inakaa kwa mzee wetu mwingine anaitwa Ngomia. Unaenda kusomba viti, unaeleta kwa kanisa. Wengine wanakimbilia tent, wanachimba mashimo, mnafunga. Ibada ikiisha tena mnatoa matenti, mnachukua zile viti, mnarudi nyumbani. Hapo ndipo tulianza. Nikafika hapo nikaanza huduma. Huduma ikaenda na Mungu akanisaidia kweli. Na ile wakati ambao nilikuwa kijana, sijaoa, na upako ilikuwa mingi sana, na watu walikuwa nakuja ile wakati kabisa wanasikiliza neno. Tukiwa pale na mchungaji wangu Taba, tukaanza huduma hapo. Sasa biashara pia inaanza kufanya nini? Inaanza kukoma. Sasa biashara ilipoanza, nikafungua, nilikuwa natembeza zamani, biashara ikaendelea, nikafungua duka ya kwanza. Ikawa pale village 1 kwa plot ya mama mwingine anaitwa Sauda. Hapo ndipo ninafungua plot. Nafungua duka ikapisa watu. Sasa duka ilipoinuka, huduma nikashusha. Hapo ndipo nataka niambia watu kwe makini sana. Sikukatazi kusema kwamba mtumishi alipita kwa TV akasema watu kama uko mtumishi waache kufanya biashara. Sisemi hivyo. Kwa sababu katika huduma tuko na aina mbili ya wito. Tuko na wito, mtu anaitwa kwa wakati yote, na mtu ambao anaitwa kwa wakati anayotakikana afanye kazi. Hiyo ndio ile inaitwa full time ministry. Yes. Na huduma. Kwa sababu siwezi kuja kukuforce kwa wito wangu na wewe sio wito wako. Hata hapa wachungaji wengi wanakuwa na hiyo shida. Kama Mungu alimuita full time, anataka watu wote kanisani wasifanyaki tena kazi. Mkwenda kaa hapa tukae kwa ibada, hapana. Kuna gisi mtu aliitwa. Sasa kuna yule mchungaji ambaye anaruhusiwa kufanya biashara na mambo mengine. Mungu hakumkataza, usimjaji. Na kuna mwingine akijaribu kufanya biashara, papa Mungu ampiga. Akianzisha biashara inaomba, akileta vitu ilianguka maji, gari alileta biashara inafanya accident. Yule aliitwa full time. Mungu hataki aingie katika mambo mengine. Mungu alimuita juu ya kukaa kwa kazi yake pekee. Sasa ndio maana ni vizuri pia ujue call yako. Mungu alikuita kwa full time ama alikuita kwa wakati ambao una uhuru wa kutumika kazi ya Mungu na una uhuru wa kufanya vitu vingine. Hapo ndipo watu wengi wanafeli. Ni vizuri katika huduma uulize Mungu, mimi uliniita full time nikuwe tu kwa huduma nisishughulike na mambo mengine, ama na uwezo wa kutumika kazi yako pia nafanya vitu vyangu? Kwa sababu kuna wachungaji wengi wanajaribu biashara inafeli. Wanaitisha biashara sijue Dubai, gari inafanya accident.
Vitu vyake napotea na anaanza jiuliza kwa nini mimi hivi nanitokea. Ashaandika kutafuta kazi, hakuna mtu anampea kazi. Wakati mwingine anaanza zani ni mikoshi, sio mikoshi. Uliza Mungu alikuita aje. Mimi wakati nilianza biashara ilinirudisha nyuma. Kanisani Samuel siendi. Saa ya ibada nakaa kwa biashara, wa customer wataenda. Na ninasahau mimi ni mtumishi na nilikuwa na kazi kubwa katika hiyo kanisa. Nataka niambie wandugu ambayo biashara inawapoteza. Wewe ambayo kazi ya Mungu unaanzaka, unatupa kazi ya Mungu, unaingia kwa vitu vyako. Ole wako. Ole wako. Kwa sababu mimi niliona madhara kubwa sana katika hiyo vitu nilifanya. Nikaendelea hivyo, kanisani sifiki tena, kanisani wakinitafuta siko, na bana mambo ya biashara ikapanuka, nikajulikana hiyo area. Lakini kitu ya ajabu, ingawa nilijulikana kwa biashara, watu walikuwa wananiita pastor. Kambini nilikuwa naitwa pastor. Ukipita huku, pastor habari, pastor. Wengi wako wanajua jina yangu Grace. Wengi walikuwa wanajua jina ya pastor tu. Pastor habari. Ingawa hiyo sasa kitu ilikuwa pia nanigusa, nitakaa kwa biashara muda ya ibada, nasikia mtu anaita pastor habari. Samoe nani? Sasa pastor mwenye ibada hata leo. Tunatembea na manguo. Pastor alafu nazungusha manguo. Nikakaa nikasema pastor, lakini kanisani siendi tena. Ilifanya nishuke sana. Nilitia akili yangu kwa biashara mpaka nasabu huduma niliyoitiwa. Na wewe ambao unasahabu kwenye Mungu alikutoa, ulianza na Mungu vizuri, tangu uanze biashara kazi ya Mungu umeacha. Ulikuwa muimbaji, lakini tangu pate kapesa kidogo uimbaji umeacha. Ulikuwa mchungaji, tangu uanze biashara kanisani unafikaka siku, mwambie ndugu fulani jo atahubiri, mimi leo sifiki. Leo nilikuwa mhubiri lakini fulani ashike. Tangia Mungu akubariki kazi, umeacha kazi ya Mungu, merudi nyuma. Ninakuita, kumbuka Mungu. Yes. Kumbuka Muumba. Yes. Mungu akaambia wana wa Israeli ya nini? Ole wenu mtakapoingia hiyo mji wa Kanaani, mkikula na kushiba, mpate kumsahau Bwana Mungu wenu. Msisahau Mungu wenu. Watu wengi wamesahau Mungu kwa sababu Mungu awabariki. Kuna mpendo ambaye alisema kitu, tunakoseaka Mungu baada ya Mungu kutubariki. Nikamwambia jaribu kusema, na maanisha anasema mtu akiwa mgonjwa hata tamaa ya dhambi hana. Anasikia tu Mungu unipone. Lakini Mungu amuponye, apate sasa nguvu. Shida utakatifu unaingia. Hapo sasa ndio unakuta. Nikanyage tu mtumishi. Umenikanyaga ni sawa, hata usifute nitaji. Ile wakati yako sawa. Hiyo wakati Mungu anamupa nguvu. Kwa sababu ukikamata watu wengine, unajua akigonjwa hata tamaa kuzini hana, tamaa kusharatika hana. Kama alikuwa mwizi atamani hata kuiba. Yani pale Mungu niponye. Hata watu wengine wanaweka hata naziri. Papa nikitoka muhii kitanda ya hospitali, ukinitoa muhii shida, ukinitoa muhii wanasema ngori, ukinitoa kwa hii ngori, papa nitakutumikia pako utashangaa. Hapo ndo mmekuwa mkijifunga maisha. Simona, hapo ndo umekuwa ukijifunga. Uliweka agano na hujaitimiza. Hapo ndo umekuwa ukijifunga maisha. Hapo sasa ndio nakutana, ndio nilikuwa nasema watu tunamkosea Mungu baada ya Mungu kutusaidia. Mungu akikukupa nguvu, unasikia kamwili ka nguvu, ndio unasikia saa neza sharatika, neza zini, neza iba. Wewe ukiwa mgonjwa unaweza zini, unaweza iba. Mungu akuwe anatusaidia. Tunamkosea Mungu baada ya Mungu tena kutupatia afya, kutupatia nguvu. Ndio tunapata tena nguvu ya kumkosea. Mungu ni mwenye upendo. Juzi nilikuwa naona jamaa mmoja akasema, Mungu anafanya kaje kuweza kuvumilia wanadamu? Mimi ningekuwa Mungu, nikuchinja watu moto kila siku inashuka. Nilisema ingekuwa mimi, naweza tembea hii dunia tu nikipatia, unajua kofia Mungu moja inaangusha mtu. Natembea tu pa. Mungu anatuvumilia. Mungu ni upendo sana. Mungu ni upendo. Hana uvumilivu, yeye mwenyewe ni uvumilivu. Yeye mwenyewe ni uvumilivu. Ni wa ajabu sana. Ndio maana tunazidi kumpenda. Ingawa tunajaribu kumpenda, hatutaweza kumpenda, lakini tunajitahidi tumpende tu. Kweli. Tumpende tu kwa sababu kupenda Mungu si mchezo, Collins. Kupenda Mungu sio mchezo. Kwa sababu ni vigumu. Tunapenda mambo zake.
Ukipenda Mungu utaheshimu amri zake, utaheshimu amri zake. Sasa hauwezi penda mtu kisha unamkoseaka kila siku. Hiyo sio upendo. Na tunajitahidi kumpenda Mungu. Tunajaribu kumpenda Mungu. Kwa sababu kweli mtu akisema anampenda Mungu lazima aheshimu sheria na amri zake zote. Atembee katika maagizo ya huyu Mungu. So mimi Collins nikisema nakupenda, siwezi anza kukukosea. Kweli. Siwezi leo nakupenda, kesho nakupiga, kesho nakuingiza polisi, kesho nakufanya hivi. Na mimi ndo nikitoka hapa naenda manze Pastor Grace kuja nikwambie kuhusu huyu jamaa huyu. Mtu mbaya nini. Kesho yake ni mimi na wewe tu tunakunywa kachai hapo. Baadaye tena sio sikupendi. Biblia inasema kwamba nawapeni amri mpya. Pendaneni kama nilivyowapenda nyinyi. Na mkipendana watu watajua kuwa nyinyi ni wanafunzi wangu. Alafu wanasema sisi tuna upendo kwa kuwa Mungu alitupenda kwanza. Mtu akisema kwamba anampenda Mungu ila anamchukia ndugu yake, huyo ni mwongo. Maana mtu asiyempenda ndugu anayemuona hatampenda aje huyo Mungu asiyemuona. Kwa hivyo ili uoneshe upendo wa Mungu, anza na wewe jirani. Anza na wewe jirani, matendo itaonesha. Penda ndugu yako. Hapo ndipo unaona. Tulikuwa wapi? Tulikuwa nasema kwamba wakati nilifika hapo tulikuwa na biashara iliinuka nini, nikakuwa kanisa nisiendi, huduma ikashuka. Pastor naitwa tu lakini inabaki tu ya jina, kwa sababu biashara ilinirudisha nyuma sana. Biashara ilinirudisha nyuma sana. Nakumbuka kuna madhara nilipata ili nirudilie Mungu. Hapo ndipo nataka niambie watu, rudi Mungu kama bado haujapitia kipindi ambao Mungu atakurudisha kwa laini. Nakumbuka kwa Patwano ulisema usingoje kupata ukovu. Ukovu ndio kuje kutumikia Mungu. Nilirudi, biashara ikanibeba muda, sitaki kusikia tena watu. Ikafika wakati nakumbuka kuna siku, kuna sehemu nilielekea, kuna mama anaitwa Mama Dorcas Kabala. Nilifika kwa huyo mama, kuna kitu nilikuwa napeleka ya ndugu yangu mwingine, alikuwa anatoa shukrani, kuna maombi alimfanyia, akatumana hiyo shukrani yake nimpelekea ule mama. Wakati nilipoenda kwa huyo mama nikampelekea hiyo shukrani, akaniangalia, akaniambia, mtoto, kazi ya Mungu natia wapi? Nikasema mama naye ananijuia wapi? Akasema acha michezo, rudi haraka kwa kazi ya Mungu. Wakati huyo mama aliniambia hivi nikashtuka, nikamwambia huyu mama anajuaje kama niko mtumishi? Akasema rudi haraka kwa kazi ya Mungu. Mpendwa, watu wote wanatumikia Mungu wanajulikana na Mungu. Amen. Kama Mungu kweli alikuchagua, kuna mali utajificha. Na ndio maana wakati Yesu alishikwa, ni nani alijificha? Ni Peter. Petero akajificha pale. Na wakamwangalia wakasema, na huyu wewe mtumishi wa Mungu hawezi jificha. Utajulikana tu. Wewe ambao unajifanya ukienda sehemu unatoka hapo unaenda Mombasa, wokovu umetoa saini fanye, unajulikana. Na huyu anakaa, huyu kutembea kwake, wanasema kutembea kwako, kuvaa kwake na kusema kwako, Petro wewe ni kama ni mtu wa Mungu. Mimi simjui. Huwezi kana. Na nafasi nyingine huwezi jitapa. Baada ya kukaa naona kenye Petro alifanya kilimpata, alisikia tu huku kufika. Yesu jamaa anakalia, Yesu usingoje kulia. Usingoje kulia. Nilifika hapo, ule mama akaniambia rudilia Mungu. Niliporudi kwangu nikakaa, kweli inabidi nitumikie Mungu. Pale kanisani wakati mwingine siendi, watu wanasema huyu jamaa anaenda wapi? Ilikuja kutokea jambo ambayo ilitingiza huduma yangu. Nilienda kusingiziwa vitu kwa kanisa, ilikuwa ya ajabu, mpaka kidogo nifungwe. Nilipokaa nikaenda kupiga, unajua Mungu naye ni mwingi wa rehema. Ukirudia Mungu atakupokea. Nikarudi nikamwambia Mungu kuna nini? Akanambia wewe kwa sababu unanitoroka, nilitaka nilete vitu ambayo itakurudisha. Ikabidi nirudi. Nakumbuka nilifanya fasting ya 1 week. Niko naambia Mungu najua nilienda mbali, lakini hivi vitu vinatokea, Mungu uyepitishe. Ikatokea maneno pale ya mingi, lakini Mungu alisaidia, nikarudi tena kwa huduma. Hata ilifika wakati kanisa waliamua kusema wanisimamishe huduma. Nilikuja kuelewa ya kwamba Mungu hawachezi naye. Kama Mungu anakuita kwa kazi, fanya kazi kwa gisi Mungu anakuita. Ilibidi nirudi tena kwa Mungu. Nikarudi na nguvu, njo pale nikaanza pale, kwa sababu nilikuwa mwinjilisti, na Mungu akanipatia neema. Niliporudi hapo ndipo Mungu alinipatia kibali kubwa.
watu walisaidiwa, watu nikaanza sema ya kwamba hii siku zote nilikuwa naweka hii huduma nairudisha nyuma, kumbe kuna watu nilikuwa napoteza. Wewe ambayo Mungu anakuita haufanyi hiyo kazi Mungu alikuitia. Mungu aliweka ndani yako kazi, hiyo kazi hauifanyi. Ndugu yangu, kuna watu ambayo utaulizwa damu yao, kwa sababu Mungu akikupea huduma kwa sababu ya faida wengine. Huduma sio ya kubeba unaikalisha tu na kwaka muombezi na kwaka mchungaji na kwaka mhubiri na kwaka nani, unakaa tu kwako. Fania kazi hiyo huduma ilipewa. Nilikuja kukaa nikasema Mungu nisamee. Kumbe hii wakati nilikuwa natia huduma chini, kuna watu walikuwa napotea, kuna watu walikuwa na shida. Baada ya pale nikaomba Mungu, nikaambia Mungu, ninaona kwa hii sehemu tunaishi kuna watu wako na mashida, unipe neema ya kusaidia watu. Hapo nikaanzia chumba maombi na ilikuwa naitwa Wazamu. Ilikuwa tu mahali ya watu kuja kuombea. Watu wengi walisaidiwa hapo. Nilianza huduma sasa hapo. Pale bado niko mwinjilisti. Nikaendelea tukaendelea pamoja na mchungaji wangu Taba. Pale sasa kanisa ikaanza fanya nini? Kupanuka, tunajenga, tunafungua kanisa, bado tunajenga, tunanunua instrument. Kanisa ikakuwa kubwa. Wakati kanisa ilikuwa kubwa, mchungaji wangu akakuja kuniletea proposal kusema, nataka sasa nifungue kitu, wewe uende kuikaa huko. Nikasema nifungue kitu niende nikaa huko. Ile wakati baada ya kuoa mke wangu, ndio pastor mbele walikuwa ananiambia niende kufungua huduma Village 3. Nikamwambia mimi siwezi enda Village 3 na bado sijaoa. Mimi ningali nimwache hivi. Na nilikuwa naogopa mzigo, sikuwa napenda. Lakini mchungaji wangu Taba, Mungu ambariki, alikuwa anaona kitu ndani yangu. Huyu mtoto ana uwezo wa kubeba huduma. Sasa baada ya kuoa akaniambia, sasa hutanitoroka. Sasa hivi uko na mwanamke. Nilikuwa na kitu moja ya Mama Shadi alikuwa ananiambia, sasa unajua kuku mbele afanye kekoriko, anapika kama bawa hivi. Akisikia inapanda ndio anatoa. Kama anapiga nasikia ipande, hawezi toa. Sasa huduma yote jaribu kupiga hivi. Nikamwambia mchungaji wangu, mchungaji, nikipiga hivi sioni haipandi. Sasa uchungaji hapana saa hii. Ni kama kutafuta mayowe. Yes. Kutafuta isipokuja unaachana nayo. Kakikuja unatoa kabisa. Hivyo akaniambia pana inabidi uanzishe huduma. Nakumbuka wakati uliamua kuanzisha huduma Village 3 palitoka vya makelele kidogo, ilibidi tena nibaki tena kwa kanisa tusubiri. Mchungaji akaniambia, Pastor Tabaka akaniambia, hapana, lazima uende Village 3. Sasa mimi nilikuwa naoga, nikamwambia mkitaka kunituma Village 3 ama kuanzisha huduma inabidi mnitafutie mchungaji mwingine ataenda kuniepole. Ndipo wakakuja wakanitafutia mchungaji alikuwa anaitwa Pastor Madongo. Hapo wakati nikatoka kule tukaanza anzisha kanisa Village 3. Hapo Village 3 nao tulianzia kanisa kwangu, nyumbani kwangu. Hapo ndipo tulianza huduma hapo. Nataka nifikie mahali ambao nasema kubarikiwa sasa uchungaji. Wakati tulifika Village 3 tulikuja na mchungaji Madongo na mchungaji ambao aliniachia kazi, akanambia, mtoto, mimi nakuja tu kukusapoti. Nakuja kukusapoti lakini ujue hii huduma inabebwa na wewe. Mimi niko hapa ile tu nikushaurie hapa wanafanyia juu. Ule mchungaji Madongo ndio alikuwa mwalimu yangu wa teolojia, somo ya Biblia. Yeye ndio alinifundisha masomo ya Biblia, nikakuja nikapata diploma kwa teolojia kupitia Pastor Madongo. Yeye ndio sasa, na yeye ndio akakuja kuwa mtu wa kunisupport kwa hiyo huduma tulianzisha. Tulitumika hapo. Nakumbuka tulipoanza tulianza mimi, mke wangu, dada mwingine anaitwa Dorcas, ni Mama Dorcas, pamoja na dada mwingine anaitwa Mela, pamoja na mwingine alikuwa anaitwa Mama Mwenye Mali, na pamoja na ndugu yangu MG, ndio alikuwa muimbaji wa pale kwa kanisa. Tulianza tukua watu 5 wa 6 pamoja na watoto wangu. Tukaanzisha huduma hapo pole pole. Ilituchukua miaka 2 juu huduma isimame. Wakati mwingine tukiomba msaada, mtu tumie msaada tujenge kanisa, hakuna. Kwa sababu tulikuwa na kanisa ambao tulikuwa tu chini ya tawi ya kanisa inaitwa Grace Communion International Church. Hapo ndipo nilikuwa nafanya huduma. Tulingangana. Ndio maana niko naambia kwamba wewe ambayo kanisa unajaribu bado haipanuki, unanganga, usikate tamaa. Mchungaji mwenyewe na kanisa labda bado inaingia watu 6, anaanza sema ni kama Mungu hakuniambia. Mbona Mungu aliniambia nifungue huduma, lakini najaribu. Kama Mungu alisema,
Usikate tamaa. Hata kama inachukua mwaka yote watu wangali tu 3 kwa kanisa, usivunjike moyo. Kama kweli Mungu ndio alikwambia anzisha huduma, anzisha. Fanya tu. Na ubidi, mimi kuna kitu ambayo ilinisaidia. Biblia inasema hivi, mwenye alikuwa mwaminifu kwa vitu ya watu, Mungu atamupa yake. Na mtu mwenye alikuwa mwaminifu kwa vitu vichache, watamupa vitu kubwa. Nilikuwa na wale watu 6 kwa kanisa, lakini nilikuwa na ubiri kwa upendo yote. Nilikuwa najitolea kwa upendo yote. Hata kanisani nikuja, unajua watu ukiwa na watu 6 kwa kanisa, kuna Sunday nyingine utakuja wiko 3 peke yake. Nitajitolea kuhubiri kwa nguvu, kwa upako wakuwe 2. Na wewe ambao uko na huduma labda uko na watu wachache, usikuwe nasema leo nilikuja na mahubiri ya sapi. Kwa sababu hawako wengi. Sasa zile mahubiri nabadilisha. Acha nifungue tu ujumbe na badilisha. Ile ujumbe kidogo tu niko nayo. Toa, kiachilie. Na ujumbe wakati napokuja kanisani haikuji juu ya watu wote. Mungu anaweza kupatia ujumbe kubwa juu ya mtu mmoja tu kwa kanisa. Usikuwe na tabia unafika walikuitisha hata kuhubiri sehemu unafika. Hii mahubiri yangu ya mzuri hivi nipane kwa nabadilisha. Kuna siku hata mimi nilitoa huduma. Yes. Huduma umeiandaa kwa kizungu yote, kwa kizungu yote vizuri. Ukurasa karibia 3. Yes. Unafika hapo unaambiwa huku ni Kiswahili. Kiswahili tupu. Sasa hebu wazo sasa. Na ile moto ulikuwa ya Kiingereza ya mingi. Maneno kubwa ya kilo ya dictionary. Unasema hii ni kitupa hivi mtu anaipokea. Usiwahi badilisha ujumbe kwa sababu nakutana huduma ni watu wachache. Ile ujumbe Mungu alikupatia, hata kutane kanisa ulienda kuhubiri ni watu 2. Toa hiyo ujumbe kwa sababu huwezi jua ya kwamba hiyo ujumbe Mungu anakupea ilikuja kwa ajili ya mtu mmoja kwa hiyo kanisa. Watu wengi weko na hiyo shida, akifika sehemu ama akiongoza kanisa ambayo iko na watu wachache, atumiki kwa bidii. Anaona tumika. Ukikuwa mwaminifu kwa hiyo vitu vichache huko, na Mungu atakupa kitu kubwa. Ukihubiria wale watu wadogo kwa upendo, Mungu atakupa watu wengi ili wahubirie kwa hiyo upendo. Daudi alikuwa mwaminifu kwa kuchunga kondoo, ndipo Mungu alimpatia taifa. Ukishindwa kuchunga kondoo, kupigana na dubu, kupigana na simba, jua kulinda kondoo, Mungu atakupatia watu wake. Na mimi alikuwa na kondoo wengi. Yes. Angesema hii moja akichukuliwa achukuliwe tu, nisiende kufa juu ya hii kondoo. Akafungua kinwa akanyang'anya kondoo. Ukishinda kuwa mwaminifu kwa hayo watu Mungu anakupea, kesho utahangaika. Kwa sababu Mungu hawezi kukupatia watu wengi na unashinda kuwa mwaminifu kwa wale Wakristo wachache. Tulifanya huduma na Mungu abariki mke wangu Divine Mbelechi Kiza. Mungu akubariki mahali ulipo, kwa sababu alinishika mkono. Ile wakati tulikuwa mimi na yeye na watoto wetu 2, tulikuwa tukishika huduma pale na Dorcas Cherono. Mungu akubariki. Huyu dada Dorcas Cherono alikuwa baraka sana kwangu, pamoja na sister mwingine anaitwa Mami Dina, pamoja na Siaona, pamoja na watu wengi ambao walinishika mkono ile wakati. Walikuja tukakaa nao, kwa sababu wale watu tulianza nao huduma toka kwa chumba maombi. Nilisema nilikuwa na chumba cha maombi, ilikuwa naitwa Wazamu. Tulianza nao kwa Wazamu, walinishika mkono, tulikuwa pamoja nao na niliona mkono ya Mungu katika hiyo huduma. Na pamoja nao walikuja tena kunishika mkono, tukafanya nao huduma hapo Grace Communion Village 3 tulipoanza huduma. Hata pamoja na ile wakati mchungaji wangu Madongo alikuwa pale pia akinifunza, mtoto fanya hivi, mtoto ongoza hivi. Na yeye alikuja kuongeza pia katika hiyo ujuzi nilikuwa nayo, alikuja pia kuongoza kuhusu mambo na uchungaji, kwa sababu nakumbuka nilikuwa mchungaji, nilikuwa mwinjilisti, nikapewa kanisa niende nianzishe huduma na niko mwinjilisti. Ilibidi sasa ujifunze hali ya kuwa mchungaji, na unajua vitu vingine inabidi ukuwe na wito ya uchungaji juu uweze uchungaji, kwa sababu uinjilisti ni tofauti. Ukiachia mwinjilisti kanisa inaweza ibomoa. So mwinjilisti anakuwaka haki, we mchawi, toka kanisa utakufa, utalaaniwa. Toka mwinjilisti, ukivuruga toka kanisa, Mungu ataleta mwingine. Utaki kuimba naye. Lakini sasa huduma ya uchungaji ni huduma ya mama, uzazi unalea. Mchungaji kuna hiyo fimbo ya kujikunja hivi, anapigaka kisa na anakokota. Lakini mwinjilisti ana kukunja, fimbo ya mwinjilisti haikunjami kumbele, inakupiga na inakusukuma. Kama utaenda na kama utatubu kufa, kama utatubu sawa.
lakini mchungaji yeye anapigaka na kokota. Ilibidi nikae nianze kujifunza uchungaji. Unajua hata Daudi hakukuwa mfalme mara moja baada ya kupigwa mafuta. Ilibidi kwanza akae karibu na Sauli, ingawa Sauli Mungu alimkataa, lakini Mungu alimpeleka tena Daudi karibu na Sauli. Aendelee kuwa hapo ili afanye nini? Aendelee kuonesha tu Daudi jinsi mfalme anatakikana ishi ikuluni. Na mimi nilikuwa pale, mchungaji Madongo alikuwa pale pia akinisaidia, na watu walinishika mkono, walinisapoti kanisani pale. Tulianza kanisa, kaanza polepole kupanuka. Mungu akatuletea wa Sudanese, Mungu akatuletea Waturukana, Mungu akatuletea wa Kenya, Kenya, Mturukana ni Mkenya. Mungu akaniletea Wakongomani, Mungu akaniletea Warundi, tukakuwa hapo tukatumika. Lakini pale nilikuwa natumika chini ya mchungaji Madongo, nilikuwa pale. Mungu akatusaidia tukakuja, baada ya pale tukakuja kubarikiwa. Amen. Naongea hivi kwa sababu nataka nikuonesha tu kwamba mtu kufikia fasi sio mchezo. Kuna historia, na ndio maana tuko katika hiyo kipindi ya kuongea kuhusu historia, kupiga, kuongea, mtu ajue ya kwamba wakati mwingine uko katika huduma unadhani Mungu atakuita leo, unapakaliwa mafuta leo, unajua wito wako leo, pale pale mara moja unakuwa kenye ulikuwa nasubiria. Kuna kipindi nikakuwa hapo. Baada ya pale mchungaji Madongo pamoja na kanisa, baraza kula kanisa la Grace Communion walipatana ili waone kama watatubariki sasa kuwa wachungaji. Hapo ndipo nawaza ilikuwa ilikuwa mwaka ya 2023. Nawaza 2023 ndio tulikuja tukakaa, nikakuja kubarikiwa sasa kama mchungaji, tukapakwa mafuta kuwa wachungaji. Baada ya pale sasa ilibidi sasa tutoke huko camp, nikuje huku. Kuna vitu ilikuwa nanileta hapa Nairobi, nataka tumalizie kwa sababu naona muda yetu inaenda. Natoka sasa kambini ninakuja huku Nairobi. Nikuulize swali lakini hiyo nitahifadhi kwa next time tukiongelea kambi. Tukiwa na huo mgeni mwingine. Tuongelee kuhusu kambini, tujue je huko inakaa aje. Kweli. Nikatoka kambini nikakuja huku. Wakati nilifika nilikuwa naingia kanisa ya baba yangu wa imani Prophet Steve Omodeke. Hapo ndipo kanisa la Full Ama Fellowship Church iko hapo Umoja One. Hapo ndipo wakati nilifika hapo. Nilipofika hapo, nataka niambie tu watu ya kwamba ukifika fasi usipende kujitambulisha. Kuna watu wakifika fasi anataka aseme degree zake zote za shule. Akifika fasi anataka aoneshe gisi anakuwaka prophet. Anataka haifai. Mungu atakutambulisha tu, Mungu atakutangaza. Anasema mfano, ukiingia mahali, ukiingia kwa kanisa fulani na uingie kama watu wapo, na ulialikwa, wewe ukiingia tu hivi, kaa kwa kiti. Kaa tu hapo nyuma. Tulia. Usiseme nafaa kukaa wapi. Natafuta huko mbele kwa wachungaji. Utaenda hapa alafu ndio uambiwe hapa kuna mtu. Unapo hapa kuna mheshimiwa anakuja. Rudia nyuma. Utasikia aibu. Mwenye alikualika atakuona, atasema najua fasi zako. Unaweza sababu unafika kwa kanisa watu unaenda kala kwa kiti ya mchungaji ya kanisa. Unaanza kuambia hiyo ni ya mchungaji hapa. Tulia tu, ukue mpole. Hapana kufika fasi I'm the bishop, I'm the archbishop. Mimi niko na makanisa 7 hapa Kenya na Kongo niko na 6 na mimi nasoma. Niko na degree 6 ya shule ya Biblia. Kwa sasa hivi nasomea yani hiyo level ya mwisho kabisa huko juu. Nilikuwa naendesha Mercedes, saizi naendesha Ford. Bwana asifiwe. Sasa nimebarikiwa na Bwana. Mimi unaniona na unakamula sauti na kwa sababu vile ulivuta kitu. Unajua mimi Bwana. Sema tu kwa sauti mzuri ndugu yangu. Unaongea na bibi yako. Si ndio? Hapo unajifanya unajua. Na ukiona bibi yako, baby. Unajua baby. Ongea na hiyo sauti tu. Acha kujikamua sauti ndugu. Siku nyingine utagonjwa manjini. Itabidi wakutafutie ndimu buchungu. Tafuta ndimu mchungaji akule. Ongea tu vizuri. Kuna mwimbaji hapo kwa sauti. Wacha tuambie waume mseme hawa watu wanaongea nini. Kuna mwimbaji ila si wa gospel, ni ulimwengu. Alipata kansa ya koo kwa sababu ya hii kusukuma sana kujikaza.
ilibidi atumie hadi madawa. Ili sauti kuwe nyororo. Yo. Sasa inaweza kukuletea madhara. Kwa tu simple tu. Utakuwa na vidonda. Ongea tu tutakusikia. Yes. Hapo ndipo nilianza huduma. Na wakati nilifika hapo, watu wa Full Armor Fellowship Church wanajua. Nilifika hapo sikujitambulisha kama mtumishi. Sikuambia niko mchungaji. Sikuambia niko sijui mwinjilisti. Niliambia tu Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina yangu naitwa Kilinda Mikato Grass. Hata sio pastor. Na hiyo majina kwanza anza mchungaji. Sema jina yako kisha baadaye utasema huduma unafanya. Nikasema jina yangu ni Kilinda Mikato Grass. Tuko hapa na mke wangu, siku hizi tutakaa hapa na mimi ninaona tutakuwa na shiriki pamoja. Asante, nikakaa kwa kiti. Nakumbuka wiki ya kwanza, wiki wa pili mchungaji Mungu akamfunulia, kwa kanisa yako lipokea mtumishi. Kuna mtu eko hapo ni mtumishi wangu na mke wake ni mjakazi wangu. Sunday iliyofuata pana ile ya 3 sasa ya kuingia, akanisimamisha nikamwambia, mimi Mungu aliniletea wewe usiku. Wakumbuka sikujitambulisha. Sikupenda nijionesha mimi ni, lakini Mungu alinitambulisha hapo Full Armor. Mchungaji akaniambia, wale ambao weko ukienda YouTube yangu Pastor Kilinda Mikato Grass, utaona kuna video naweka pale ya ushuda ya baba yangu wa imani Pastor Steve. Akaniambia Mungu ananionyesha kwamba wewe hapa Mungu ndio anakutuma. Na wewe gisi uko hapo, wewe ni mtumishi. Wewe ni pastor. Na mke wako ni nabii. Mke wako eko na karama za unabii. Mungu alinionyesha. Mungu akasema hivi, mkinyenyekea chini ya mafuta na mnyenyekee katika kanisa mtulie, Mungu atawainua hapa Kenya. Tukasikia hivyo tukasema sawa. Na mimi nikasema asante Mungu kwa sababu unanitambulisha. Kwa sababu mimi nilikuwa naomba nikaambia Mungu, kama kweli ulitamani nikuwe kwa kanisa hii, sema neno moja juu yangu. Na Mungu akasema na mchungaji na nikatambulikana. Tukaanza hapo na kanisani hiyo siku nawaza towe unabii. Watu hawakukuwa wengi sana kwa kanisa. Sasa kanisa ambao tulikuwa naingia watu wengi wako wanajua na kuwa mchungaji. Ilikuwa nafika wakati nimepewa kuhubiri, wakati mwingine nimepewa kusimamia ibada. Na wakati mwingine tulikuwa na fellowship, tulikuwa nafanya ya fellowship kwa nyumba. Wakati tukikenda kule nikapewa kuhubiri. Neno ambao mchungaji wangu babangu wa imani aliniambia kwamba ukinyenyekea Mungu atakupatia heshima hapa Kenya. Hiyo neno nilishika na nilinyenyekea. Wengi kwa kanisa wako wanajua kama niko mchungaji. Walikuwa wanajua tu ni ndugu Grass tu, kuna wakati wanampea simamia ibada au hubiri hivyo tu. Sasa kitu ya ajabu ilifika wakati, ndugu yangu, maisha ni mgumu. Ikafika wakati ambao ninaenda ambia babangu wa imani, naona mambo yananikuia kidogo huko ngumu, nataka nirudie kwa kambi. Mungu akubariki babangu Prophet Steve. Mungu akubariki pamoja na Pastor Grace mke wako. Mungu awabariki sana kwa kazi mlifanya. Akanambia mimi katika roho yangu Mungu hajanifunulia ya kwamba wewe urudi kambi. Wewe usirudi kambi, bado muda yako wa kurudi kambi. Kaa hapa, kuna kitu Mungu atafanya. Na ile wakati kumbuka bado natafuta banifukuze kwa nyumba. Napewa wiki nitoke nyumbani nirudi. Nitoke niende. Niko na wiki ya kusema kwamba hii wiki kiisha, toka utuachie nyumba yetu. Sasa pastor niko naambia Mungu anasema bado msirudi. Kuna kitu Mungu anataka kubafanyia hapa Nairobi. Nikaenda, ninakumbuka ilikuwa Wednesday service, nikaenda nikaomba Mungu, nikaambia Mungu nachoka, niambie kitu moja, nifanye nini? Mungu akanambia tulia. Wiki ya pili tukaomba mwenye nyumba, utupatie tena wiki moja tutafute pesa. Tutakulipa tu, pole sana. Wachungaji ambao wanapitia shida ujipe moyo. Hapo ndipo nilikutana na mchungaji anaitwa Jeremia akanipigia simu akanambia, mimi niko na kutafuta, kuna huduma mahali unatakikana uende kae. Ndio Pastor Jeremia akaniungisha, akatufanya tujiunge pamoja na pastor anaitwa mchungaji Mika iko Amerika. Na ndio kiongozi wangu kwa sasa kwa kanisa la Jehovah Shammah. Akanipigia akanambia, mtumishi, wewe napewa ushuhuda zako kwa kambi, ulikuwa mtumishi mzuri. Na hata kule kwenye huko nimepewa ushuhuda, umetulia na unanyenyekea vizuri. Kwa sasa hivi Mungu ananiambia nikupewe huduma ambao ninaongoza uongozi. Nikamwambia ulinipata sasa, mimi najua ya kwamba ukibeba huduma itakuwa sawa. Hapo ndipo niko nasubiri Sunday nifunge vitu nirudi kwa kambi. Wednesday niapikiwa simu, umepewa kanisa uende kuongoza. Mungu ni wa ajabu.
Mungu ni wa ajabu. Ikabidi tena niambie ule jamaa Sunday hatutaenda asubuhi, itabidi nikaenda kuambia mchungaji wangu Pastor Steve. Pastor Steve akasema acha tuombe Mungu. Baada ya Pastor Steve kuomba, Mungu akaniita akaniambia, Mungu ananiambia ni wakati wako wa kwenda. Usitoke kanisa bila baraka ya baba yako wewe, bila baraka mchungaji wako. Si ilibidi tuende kwa ofisi ya mchungaji, tukapiga magoti, akatuombea, akatuambia wakati na fina, akasaniambia hatutawaacha mwende hivi, nataka tena nikupige tena mafuta na nikupewe karatasi ambayo utatembea nayo mali pote, hakuna mtu atakusumbua. Pastor Steve tukaenda hiyo Sunday ya kuhama, tulienda church, tukawekewa mafuta tena, tukabarikiwa na babangu wa imani, na hapo ndipo tukatoka tukaenda chukua vitu na tukahama, tunakuja hapa na Mungu akatupea kanisa la Jehovah Shammah International Pentecostal Church. Mungu akubariki sana. Hiyo ndio ilikuwa historia ya huduma, gisi nilitembea na Mungu, na mpaka sasa hivi ninakuwa mchungaji wa Jehovah Shammah. Mungu akubariki sana. Amen. Asante sana. Yes. Hiyo safari yako tumetembea. Inatuchukua session 3, vipindi 3. Na najua tumeng'ang'ana sana tuachilie zingine. Kabisa. Tunashukuru sana Mungu, na hatimaye sasa tumemjua ni nani. Pastor Kilinda Mikato Grace. Wakenya wanasema Grace, wakenya wanasema Grace. Yes. Na tunashukuru sana kwa hiyo safari ya huduma. Kwa sasa ako Ngong, Cooperative Bank first floor. Hiyo building ya Cooperative Bank first floor, room 105. Anahudumu mahali pale. Unaalikwa Jumapili kama una mahali pa kwenda ibada, karibu sana. Kama unataka kujua direction na namba ya kunena na yeye, unataka kunena na mtumishi, namba yake itakuwa hapo kwa comment section. Wakati live iko inaendelea tu hapo, namba yake iko hapo. Unaweza nena na yeye ama utume message ama umtafute Kilinda Mikato Grace, utampata. Niko Facebook, niko TikTok, niko YouTube, niko Instagram. Hapo kote ukienda utanipata, andika tu Kilinda Mikato Grace. Kuna sehemu naandika Facebook na Evangelist Mikato Kilinda Grace. Kwa page yangu ya Facebook inaitwa Pastor Kilinda Mikato Grace. Ukienda YouTube hivyo naitwa Pastor Kilinda Mikato Grace. Ukinitafuta hapo utaniona. Unahitaji maombi, unahitaji mashauri, unahitaji kuombewa kwa chochote kile ambayo labda kuna shida, kuna chochote ambao utakuwa na haja ufaniwe na Mungu, karibu sana hapo Jehovah Shammah. Utakuwa hapo, tutaomba pamoja. Amen. Yes. Amen. Mungu abariki sana, na asante sana kwa kuvumilia hadi umbali huu. Tumefikia mwisho wa kipindi chetu, na kama kawaida tunasema kwamba In His Presence online program tunashukuru sana uwepo wako, kwa maana haingefanyika bila wewe. Wacha mtumishi atuombe, baada ya hapo shalom. Acha tuombe. Mungu Baba, ninasema asante kwa hii session 3 tulikuwa nayo. Naamini ya kwamba kuna mtu amebarikiwa nyumbani, ameshauriwa na amesaidiwa, na ndio maana anakuja tena kuleta taifa yako. Wote wanaotufuata saa hii tunawaweka katika mitama mikononi mwako. Ninawaombea neema, ninawaombea mafanikio, ninawaombea baraka Jehova. Wale ambao wanatufuata ambao ni wagonjwa, tunaomba neema uwaponye kwenye manyumba zao. Wale ambao wandugu zao ni wagonjwa, uwaponye Jehova. Wote wenye wanatufuata weko katika shida ya finance, tunawaombea baraka ya kipesa, wapate pesa, wafanikiwe. Wale ambao wanapitia wakati mgumu katika maisha yao, tunaomba neema yako Jehova. Kuna wale ambao nakumbuka wakati walinifungia, walisema kwamba tunakupa wiki utoke katika nyumba, ulisimama na ukanisaidia, ukanibariki. Nao kuna wale ambao kwa sasa hivi hawajui wataelekea wapi, wanawapatia mkataba ya kwamba watoke kwenye nyumba, uwalipie nyumba, uwasaidie. Ninaombea hata wale ambao wiko katika kambi, wanapitia wakati mgumu ndani ya kambi ya wakimbizi, uko Kakuma, uko Kalobeye, uko Dadaab. Tunawaombea ulinzi, tunawaombea neema, tunawaombea kusikiwa. Uwakumbuke kama ulivyokumbuka wana wa Israeli wakiwa uko katika Misri na wakuwa uko Babiloni. Nao uwatendee katika nchi ya kigeni, uwasaidie wakimbizi wote ambao weko uko kwa kampe. Asante kwa sababu utasimama na wachungaji wote ambao weko katika wakati mgumu. Huduma isongi, huduma ikamati, lakini wewe ndio liwaambia waanzishe huduma. Uwakumbuke na panua huduma zao na ongeza huduma. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nao. Tunaomba
hata kuamini. Ubarikiwe sana. Amen. 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 In his presence online program, we say thank you so much. Let us meet. Tukutane tena next week. Hata rudi peke yake. Tutakuwa wawili. Tunakuletea mgeni kuongelelea tu maisha ya ukimbizi. Nimeona hii kambi ni yetu Kenya na lazima tujue ni nini inafanyika kambi. Ambia jirani akuje tujue ni nini inafanyika huku kambini. Bwana wabariki, tunawapenda. Shalom. Shalom. Shalom.